أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون للنجاة والفوز بالجنة والزحزاح عن النار لمن نطقها بصدق دون كذب، ويقين دون ريب، وعلم دون جهل، وإخلاص دون شرك. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. وصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى أصحابه أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الذكر ذكر الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وخير الملل ملة إبراهيم عليه السلام، وأحسن السنن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأوصيكم أولا وأوصي نفسي بتقوى الله، فإنه قد فاز المطيع المتقي، وخسر المذنب الشقي، وهلك العاصي المعتدي. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بعدكم شكر الله تبارك وتعالى لكم تكيا رحمنا أمان متوم محمد صلى الله عليه wasallam, na wausieni pamoja na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani huo ndio wasia Allah ametuhusia sisi, na wasia huo umehusiwa umma uliokuwa kabla yetu sisi. Ndugu Waislamu, mada yangu ya khutba ya leo inasema wasiwe hawa wachawi ni bora kukuliko wewe. Siku za Ramadhani zinaendelea kukatika, na wengine wanafurahika kwa siku hizi kumalizika, na wengine wanahuzunika siku bora zitaondoka, na hatujui tumepatia haki zake siku hizi au tumezembea. Lakini ni ishara tosha ya kuonesha kama vile siku za Ramadhani zinakwisha, ndivyo sisi maisha yetu yanamalizika. Na masikitiko ni kuwa mnyama akipewa mazoea anazoea, lakini wengi wetu sisi binadamu hatuzoei. Siku 30 tunaacha kula na kunywa, na tunaacha baadhi ya mambo kwa sababu ni ya haramu, pamoja na kuwa tunajua mambo yaliyokuwa ya haramu kabla ya Ramadhan ndo yale yale yatabakia kuwa ni haramu ndani ya Ramadhan, sawa umefunga au hujafunga, na yataendelea kubakia ni haramu hata baada ya Ramadhan, isipokuwa yale baadhi ya mambo ya halali yatakuwa ni haramu kwa muda fulani au kwa watu fulani. Kwa msafiri na mgonjwa huenda ikawa yuko na ruhusa, lakini wengi wetu tukawa tayari kuacha kitu ambacho kwamba hatuna shaka ni halal, kula na kunywa,
lakini tukashindwa kuacha vitu ambavyo kwamba ni haramu kabla Ramadhan, ni haramu hata ndani ya Ramadhani ikiwa umefunga au hujafunga, na zitabakia ni haramu hata baada ya Ramadhan. Nimechagua mada ya kuongelea hawa wachawi wasiwe bora kukuliko wewe, kwa sababu wengi wetu alhamdulillah ndani ya Ramadhani tumeiona haki, na ndani ya Ramadhani tumeijua haki, pamoja na kuwa kabla ya Ramadhani tulikuwa tunakumbushwa na tunajua, lakini tulikuwa wazito kuyafata yale ambayo kwamba tunakiri ni haki. Ndani ya Ramadhani Allah ametutilia taufik na akatufanyia wepesi tukaweza kufuata, lakini baada ya Ramadhani tutarudi tulipotoka. Na ufia tusije tukawa kama watu wa Saleh. Allah aliposema wa amma thamud fahadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda, ama watu wa Saleh ambao kama ni Thamud tuliwaongoza, lakini wao walifadhilisha upofu na wakaacha uongofu. Tunahofia tusije tukawa kama wale, wa in tad'uuhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun, na mkiwalingania kwa uongofu hawasikii, na utaona wanakutizama lakini hawaoni wao. Wa in tad'uuhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum samitun, na mkiwalingania kwa uongofu hawawasikilizi kabisa na wala hawawafuati, sawa nyinyi mtaendelea kuwalingania au mtanyamaza. Na ufie tusiwe kama wale Allah aliyosema innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum bikulli ayatin hatta yaraw al'adhab al'alim. Hakika wale ambao kwamba Allah ameshapitiliza katika kadari yake hawataamini, hawezi kuamini hata wakiletewa aya zozote mpaka waone adhabu kali. Tusiwe kama watu wa Nuh aliposema Nuh, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Wala haitawanufaisha mimi, haitawanufaisha ninyi na saa zangu ikiwa Allah anataka kuwapotezeni. Waislamu, hawa wachawi wa Firaun walikuwa ni watu waovu sana, na waliongea maneno ambayo kwamba hata Iblis hajaongea maneno hayo, lakini kisa chao kinampatia matumaini kila dai ajue hata kama mtu amepotea vipi utakiwi kumkatia tamaa. Kila mmoja anaongoka kwa taufiki ya Allah, na kila mmoja ataongoka kwa wakati aliopanga Allah. Hawa saharatu Firaun walipotafutwa na Firaun ili waje waipinge haki na waizime nuru ya Allah tabaraka wa taala, pamoja na kuwa wao hawakuwa wamepata mtu wa kuwalingania na kuwabainishia haki, walikuja kwa Firaun na kutafutwa wachawi kanjanja, walitafutwa yatuka bikulli saharin alim, mchawi mkakamavu mwenye elimu aliyobobea, msomi zaidi kwa upande wa uchawi, aliyokuwa na experience na khibra. Wakaletwa wachawi zaidi ya 1060, wengine wasema 1070, wengine wasema 90, lakini ni wachawi wengi sana. Walipokuja kwa Firaun, kwa sababu ilikuwa wanafanya uchawi na wapewi malipo, lakini wameitwa na mtu anayedai kwamba yeye ni Mungu, kitu cha kwanza waliuliza, inna lana la ajran in kunna nahnu alghalibin, je, sisi tutashinda iwapo sisi tutapata ujira iwapo tutashinda?
wewe ikiwa unamtegemea Mungu, kwa nini una shaka ya kuwa utashinda? Si Allah tabaraka wa taala alishasema kwamba yeye jambo lake ndo lenye kufaulu? Ala inna hizballahi humul muflihun. Nyinyi mbona mnamtegemea Firaun anayedai kwamba yeye ni Mungu, ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi, kisha baadaye mnashaka mtashinda au amushindi? A inna lana la ajran in kunna nahnu alghalibin. Firaun anazidi kuwalaghai na kuambia naam wa innakum idhan lamina almuqarrabin, ndio na isitoshe mkipata ujira mtakuwa na vyeo. Wamesema maneno gani hawa saharatu Firaun? Saharatu Firaun walisema fa bi'izzati fir'auna inna la nahnu alghalibun, kupitia nguvu za Firaun tutashinda. Maneno haya hata Iblis hajayatamka. Iblis pamoja na kuwa ni mtu mwovu anayetutakia mabaya, lakini yuwakiri kwamba anayefaa kuombwa ni Allah, na yuwakiri kwamba anayemtegemea Allah peke yake ndio yuwafaulu, na yuwakiri ya kuwa innal izzata lillahi jamia, hakika nguvu zote ni za Allah peke yake. Alipochukua ahadi ya kutupoteza, alifahamu hawezi kutupoteza isipokuwa kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Akamwambia Allah tabaraka wa taala, fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, kupitia izza yako wewe Mola wangu nitawapoteza wengi katika waja wako. Lakini saharatu Firaun, kwa sababu walikuwa katika dhulumatun ba'dha fawqa ba'd, wakamwambia Firaun fabi'izzati fir'auna inna lanahnu alghalibun. Wamekuja kwa malengo ya kuikomoa haki na kuipinga haki, na mwisho watu wakakusanywa siku ya Idi, kwa sababu ni siku ambayo kwamba wengi wako free na makazi hawafanyi. Watu wakakusanywa siku ya Idi kwa sababu ni siku ambayo kwamba watu watamakinika, wajue jambo lilivyoanza na litakavyomalizika. Waqila linnasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin. Watu wamekusanywa, wameambiwa njooni, na wao wanaelezana tutawafuata wachawi iwapo watashinda. Lakini siku zote haki inakuwa ni juu. Alhaqu ablaju ma alayhi hijabu wa shuhudu dhalika sunnatun wa kitabu. Man qala qala Allah qala rasuluhu suddat ala a'daihi alabwabu. Siku zote haki iko juu na siku zote haki ndio yenye kushinda, lakini kila kitu kina wakati. Likulli naba'in mustaqarrun fasawfa ta'lamun. Kila habari ina muda wake. Haimaanishi kwamba haki itashinda leo. Mkipewa mtihani leo lazima mshinde. Allah anajua ni muda gani ataipatia hii haki nguvu yeye mwenyewe kwa hikma yake. Jukumu lenu ni nyinyi muipiganie, jukumu lenu nyinyi muende mbio, lakini sio jukumu lenu nyinyi muone matunda wa yale mlioyafanya. Ndo Allah akasema wakana sa'yukum mashkura, bidii yenu itashukuriwa. Sawa mshaona matunda yake na natija yake, au hamjaona matunda yake na natija yake. Wachawi wamekusanyika, na hapa maduat tupate kusikia na tujue ya kuwa kila sehemu unaokuwa wewe unabidi ulinganie. Musa kusema hawa ni wachawi, ni watu waovu, akawakatia tamaa. Alianza pale pale mbele yao, akamwambia wailakum thawabu wailakum la taftaru ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adhabin wa kad khaba man iftara. Ole wenu, msimzulie Allah urongo asije akawaangamiza kwa yale mnayoyafanya na kumsingizia yeye. Hawa ni watu hawajawahi kusikia maneno haya matamu. Hawa ni watu hawajawahi kusikia maneno ya Allah zaidi ya Firaun. Leo ambua wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba
kumbe kuna Allah zaidi ya huyu Firaun. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru an-najwa, wakawa wametofautiana. Sasa wengine wanahisi haya maneno ameyasema huyu ni haki, wengine wanahisi huyu anatulaghai. Kila mmoja ana hisia zake. Siku zote ikiwa mnafanya jambo kwa pamoja na mkaweza kutofautiana mwanzo, mara nyingi jambo hilo haliwi lenye kufaulu. Hawa saharatu Firaun wanamuuliza Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa, ima wewe uanze kutupa ama sisi tuanze. Siku zote ukitaka kujadiliana na mtu na utetee haki, muache yule anayepinga haki atoe hoja zake, kwa sababu mara nyingine ni jambo la kupendeza kutumia silaha ya adui yako kwa kumpiga adui yako. Sasa pale atakapotumia hoja zake, hoja hizo una uwezo wa kuzitumia kuvunja hoja zake. Na Musa alitaka wale wachawi wawe wa mwanzo ili watu waone tofauti ya uchawi na ukweli na haki, kwa sababu yeye angekuwa mwanzo, mara nyingi watu wanakishika kile kinachofanyika mwisho na wanasahau kilichofanyika mwanzo. Akawaambia, nyinyi anzeni. Kikubwa walichofanya, saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin adhim, waliwapofua watu wa kuwafanyia sihri ya kiini macho. Kitu cha pili, wakawaingizia watu uoga katika nyoyo zao. Na Allah aliyokuwa mkubwa, yeye mwenyewe asema waja'u bisihrin adhim, wakaja na uchawi mkali sana, mzito sana. Aliyokuwa mkubwa akisifu kitu ni kikubwa, basi utakiwi tena uwe na shaka kwa ukubwa hicho kitu. Subhana malikul quddus. Hawa ni wachawi zaidi ya 50,000. Kila mmoja ametupa kamba yake, kila mmoja ametupa fimbo yake. Kiuchache hawa watakuwa ni nyoka wangapi? Ni nyoka 100,000 au zaidi ya 100,000. Wewe tu ukimwona nyoka mmoja tayari wakimbia. Je, umeona umekusanyika nyoka zaidi ya 100,000 itakuwaje? Hata Musa uchawi huu ulimwathiri, pamoja na kuwa ni kalimullah, pamoja na kuwa yafanya adhkar, pamoja na kuwa yuko na adhiya, lakini Allah tabaraka wa taala ni mwenye kufanya anachokitaka. Yeye aliathirika, na yeye akaona hawa ni nyoka wamejazana, na yeye akapatwa na uoga, wastarhabuhum, ikamwathiri pia yeye. Faujasa fi nafsihi khifatan Musa, akaficha ule uoga katika nafsi yake. Na tofauti ya muoga na shujaa ni kule kudhihirisha na kuficha uoga. Shujaa imaanishi haogopi, lakini yuficha uoga wake, na muoga ni muoga kwa sababu yadhihirisha uoga wake. Musa akaficha uoga wake, lakini Allah ambia la takhaf innaka anta la'ala, usiogope, wewe ndio utashinda, wewe ndio wa juu. Hauwezi kumtegemea Allah aliyokuwa juu kisha jambo lako kaliweka chini. Lazima ataleka juu tu, imma ataleka juu kwa uhai wako, ama ataleka juu baada ya kuwa ushazikwa kwa kaburini, lakini itakumbukwa jambo hili alilifanya fulani. Natija Allah anajua muda gani ataleta natija. Bas hapo ndipo Musa na yeye baada kuwa nasihi wachawi na kuambia wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba fayushidakum bi'adhabin wa qad khaba man iftara, na yeye akabwaga fimbo yake. Mtu mwenye kuweza kutofautisha jambo lililofanyika kiuchawi na jambo ambalo kwamba lijafanyika kiuchawi ni mchawi. Anayeweza kutofautisha baina ya jambo ambalo kwamba limefanywa kupitia njia za kichawi na jambo ambalo kwamba limefanywa bila njia za kichawi ni mtu ambaye kwamba ni mchawi. Ndo maana hao wachawi waliona ni njia gani walizozitumia wao. Elimu ya kila mmoja ilikuja pale, lakini wakaona njia hiyo ni tofauti na ile aliyotumia Musa alayhi salatu wassalam. Alipoibwaga bakora yake, fa idha hiya thu'banun mubin,
alikuwa ni nyoka mkubwa sana. Ni mara chache uone nyoka yuala nyoka mwenzake, ni mara chache sana. Na iwapo atakula nyoka mwenzake hawezi kula zaidi ya 5. Lakini angalia huyu, Allah amemjalia nyoka huyu ameweza kuwamiza wale nyoka wote zaidi ya 1000. Na hapo Saharatu Firaun walipoona ukweli huu hawakuchelewa wala hawakurudi nyuma wala hawakujiwekea muda wala hawakumwogopa Firaun. Walipoiona haki walikimbilia haki baada ya kuwa washaijua haki. Siku zote ukiona ukweli ukachelewa kuufuata, mara nyingi unapata uzito wa kubadilika na kufuata. Ndio Allah sema wanuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah anazigeuza nyoyo zao na macho yao wasione haki, kama vile walipozembea mwanzo wamekataa kuamini. Tunawaacha katika upofu wao, wanapofuka wanaangamia. Sasa wewe ni haki ngapi ambazo kwamba umeshazijua? Na wengi wetu tunasema tutasubiri Ramadhani ikifika. Ni haki ngapi ambazo kwamba umeshazijua? Na wengi wetu tutasubiri 10 la mwisho ifike. Muda uliokuwa nao saa hii ndio unaweza kufaidika nao, lakini muda wa baadaye hauna uhakika kama utaupata ili ufaidike nao. Hawa wachawi walipoona vile moja kwa moja, faulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Hawa waliosema fa bi'izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun, hawa walioamini kwamba Firaun ndo Mungu wa kweli aliyokuwa juu, moja kwa moja baada ya maneno madogo tu, wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adhabin wa kad khaba man iftara. Moja kwa moja baada ya kuiona ile haki, Allah akawaongoza na wakasujudu, wakasema tumemwamini Mola mlezi wa viumbe vyote. Aya nyingine wanasema rabbi Haruna wa Musa, na nyingine wanasema rabbi Musa wa Harun. Maulama sema akitangulizwa Harun kisha atajwe Musa ni kwa sababu Harun ni mkubwa wa Musa, na akitangulizwa Musa kisha atajwe Harun ni kwa sababu Musa ndo mtume na Harun ni waziri wake. Hawa saharatu Firaun kanu fi sabahi saharatan wa fajara wa fi almasai asbahu mu'minina albarara. Usubuhi walikuwa ni watu waovu wachawi, lakini jioni walikuwa ni waumini watu wema. Usikubali ushindwe na wachawi wa Firaun. Walipoiona haki wameikimbilia. Ni haki ngapi mpaka leo tuziona na bado tuzembea? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ndugu Islam, mara nyingi watu wanaoenda mbio kukuharibia kile unachofanya ndio wanakuwa ni sababu ya wewe kufanikiwa kile unachofanya. Na hawa saharatu Firaun walioletwa kwa malengo ya kuizima nuru ya Allah, ndo wao walikuwa ni sababu ya kuipatia nguvu nuru izidi kung'aa. Kwa sababu watu wote walitarajia wao watashinda kwa sababu wao ni wengi, na hawa wawili Musa wa Harun watashindwa kwa sababu wao ni wachache, na hawa watashinda kwa sababu wanasapotiwa na Mungu ambaye kwamba ni Firaun, na hawa wawili hawezi shinda kwa sababu Mungu wao hata atambuliki. Lakini mwisho wa kwisha Allah shasema wa yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yuridka bikhairin fala radda li fadli wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Allah ni mwenye kushinda kwa jambo lake. Aliposhinda na wachawi zaidi ya 50,000 wakamsujudia Allah, na watu wote mji mzima wanaona kitendo hichi, inakuwa ni haki kiasi gani imesambaa kwa watu wengi.
Hapo ndipo Firaun akaanza vitisho vyake, akasema inna hadha la makrum makartumuhu fil madina amantum lahu qabla an adhana lakum, mumemwamini kabla sijakupa ruhusa, sijawapeni ruhusa, mbona mnamwamini? Hii ni haki, hatuhitaji ruhusa kwa yoyote. Hii ni haki imetoka kwa Allah, nikijua moja kwa moja lazima uifuate. Naufia Uislamu, naufia sana tusiwe kama hawa watu Allah aliowataja. Allah semaje, saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Nitaziondosha aya zetu kwa wale wajeuri katika ardhi hii. Kila ukibainishiwa hawataki kuelewa, kila wakielezwa wanafadhilisha uovu badala ya uzuri, uongofu wanawacha, wanafuata upotofu. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Hao wanaofanya ujeuri huu Allah anawasifu, wasema ni wale ambao kwamba wa in yaraw kulla aya la yu'minu biha, wakiona aya zote hawaziamini. Wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila, wakiona barabara iliyonyoka hawaishiki. Lakini mushkila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila, wakiona barabara ya upotofu ndio wanaoishika, wanaikumbatia, wanajazana, wanasapotiana kihali na mali. Na ni vijana wengi tuko hivi, ni watu wengi tuko hivi, ni watu ambao kwamba tunasaidiana sana katika maovu. Dhalika biannahum kadhabu biayatina wa kanu anha ghafilin, walikadhibisha aya za Allah na wakaghafilika nazo. Hawa saharatu Firauni wadanganya watu, wasema ni vitimbi, ni njama walizopanga. Njama gani walizopanga? Musa alikuwa fi ardhi Madian miaka yote. Alipokuja mara kwanza alienda kwa Firaun na akamweleza, nimekuja ni mtume. Firaun akamwambia, alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min alkafirin. Firaun akamkumbusha haya yote, kisha akamwambia, nimefanya ndio, na mimi nimepotea, nimejidhulumu nafsi yangu nilipofanya hivyo, lakini bado yamlingania, walau ji'tuka bi shay'in mubin, bado utanipinga hata kama niko na ubainifu, niko na hoja, niko na burhan. Akatoa hoja zote, mwisho ndo akasema, arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirina yatuka bikulli saharin alim, walete wachawi wapambane naye kwa sababu ni mchawi. Sasa alikutana lini na hao sahara? Wakapanga vitimbi na njama lini? Lakini amesema maneno haya ili awatawale wale watu ambao kwamba wako pale, awalaghai. Istakhaffa qaumahu faata'u, amezidogesha akili za wale watu wake wakamtii yeye. Alipoona hawezi, amewafesa hao sahara, akawatishia, nitawakata miguu na mikono, nitawasulubu katika mitende, na mtajua ni nani ana adhabu kali, wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adhaban wa abqa, ni upi uko na adhabu kali yenye kubaki. Waislamu sisi kwa kufuata haki na kufuata ukweli na usawa, je, tupata mitihani hii? Angalia wachawi wanatishiwa kumalizwa nafsi zao na kuuawa, lakini moja kwa moja wameonyesha thabati, wameonyesha msimamo wao kwa kile walichoamua. Wallahi, mtu aliyekushinda ni yule atakayekubadilisha uwe na maadili kama yake, lakini atakayekuua bado hajakushinda, kwa sababu mwisho ukisha lazima sote tutakufa. Mtu ambaye kwamba amekushinda akakudhalilisha ni yule atakayefanya uishi kwa maadili anayoyataka yeye, huyu ndo amekushinda. Na wengi wetu tushamalizwa kwa vita hivi vya kisaikolojia. Tunaishi ni Muhammad Ali Abubakar, lakini tunaishi wanavyotaka wao, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Kwa hiyo si lazima mtu akushinde katika vita au amekuua. Akikuacha waishi kwa maadili anayoyataka yeye, huwa ashakumaliza. Lakini akikumaliza na ameshindwa kukubadilisha maadili yako, huyo hajakushinda, wewe ndo umemshinda.
Na huyu Firaun pamoja na kudai yeye ni Mungu alishindwa kuwabadilisha hawa, wakati sifa ya Allah anasema sifa yake yahdi man yashau birahmatihi wa yudhillu man yashau bihikmatihi, anamuongoza anayemtaka na anampoteza anayemtaka, anamuongoza anayemtaka kwa rahma yake na anampoteza anayemtaka kwa hikma yake. Mbona Firaun ameshindwa kuwabadilisha wachawi? innal quluba ala usbu'ain min asabi' arrahman yuqallibuha kayfa yasha. Lakini saharatu Firaun ameshindwa kuwabadilisha, akawatishia nitawakata, nitawaua, nitawamaliza. Lakini angalia, imani kiingia katika moyo, hakuna kitu chochote kinaathiri tena moyo. Walisema la dhaira inna ila rabbina munqalibun, hakuna lawama, fanya unavyotaka, sisi tunyenyekea kwa Mola wetu tu. Na huku wewe kutuadhibu ndio tutarajia iwe ni wasila na njia ya Allah kutusamehe madhambi mengi ilikuwa unatulazimisha tufanye. inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa. Sisi tunatarajia Allah tusamehe madhambi yetu na yale mengi uliokuwa unatulazimisha tufanye katika uchawi, na Allah ndo mbora na ndo mwenye kubakia. faqdi ma anta qadi inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya, fanya unavyofanya, lakini hukumu yako imemalizikia hapa duniani. Si duniani tu, hukumu yako imemalizikia Misri peke yake. Nchi zingine huwezi fanya hukumu yoyote, lakini hukumu ya Allah iko duniani, iko akhirani, iko Tanzania na iko nchi zote duniani. Wakafadhilisha uongofu na wakamwomba Allah neno hili, rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ewe Mola wetu tumiminie subira na tufishe sisi Waislamu. Kumwomba Allah kupe subra wakati hauna mtihani ni sawa sawa unamuomba Allah akupe mtihani, lakini kumwomba Allah akupe subra wakati uko katika mtihani ni jambo zuri litakao kusaidia uridhike na mtihani aliyokupa Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية سائر الصحابة أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.